Jinsi Hamisi alivyomuua mkewe. Hapa ushahidi wote uliomtia hatiani na kuhukumiwa kunyongwa. Hii ni simulizi kamili ya kesi ya jinai namba 44 ya mwaka 2023 na hukumu ya kifo dhidi ya Hamisi Saidi Luongo Meshek aliyepatikana na hatia ya kumuua mke wake Naomi Orest Marijani kwa kukusudia kisha kumchoma moto hadi kwa majivu mnamo Mei 15 mwaka 2019 ndani ya nyumba yao iliyopo Kigamboni, jijini Dar es Salaam, baada ya ugomvi kuzuka kati yao. Ili kuelewa na kutathmini kwa kina kesi hii, ni muhimu kueleza kwa muhtasari mazingira yaliyosababisha mtuhumiwa kutiliwa shaka na afisa mmoja wa upelelezi kukamatwa na hatimaye kufikishwa mahakamani. Hii ni pamoja na ukweli kwamba licha ya kuwa yeye ndiye aliyetoa taarifa polisi kuhusu kupotea kwa mkewe, alishiriki kikamilifu katika zoezi la kumtafuta na hata kufikia hatua ya kuahidi zawadi kwa yeyote ambaye angeweza kusaidia kumpata. Mnamo tarehe 19 Mei mwaka 2019, mtuhumiwa aliripoti kupotea kwa mke wake katika kituo cha polisi cha Mji Mwema na baadaye akaelekea kituo cha polisi Kigamboni kutoa taarifa hiyo. Pia aliwajulisha ndugu wa mke wake kuwa Naomi Orest Marijani aliondoka nyumbani kwao akimwacha mtoto wao bila dalili yoyote ya mahali alipo tangu tarehe 15 Mei mwaka 2019. Mtuhumiwa alionyesha ujumbe wa maandishi wa simu ya mkononi ambao alidai kuwa umetumwa na mke wake ukieleza yafuatayo: simu yangu iliibiwa, nimeipata, na hisi hao vijana wako. Then nakupa taarifa leo ya ngapi ulali nyumbani muda sasa nakupa taarifa, mimi naondoka, mtoto namwacha nyumbani peke yake, na kesho nasafiri naenda nje ya Tanzania. Sasa wewe kaa na vimalaya vyako vya hovyo, mimi nina mtu mwenye pesa, sio wewe kiruka njia, na hutonipata tena kwa namba hii. Be responsible kulea mtoto. Kutokana na nukuu ya ujumbe wa maandishi hapo juu, marehemu Naomi Orest Marijani alionekana akilalamika mtuhumiwa kuhusu tabia zake zisizo za kimaadili, ikiwemo kuwa na mahusiano na makahaba na kutorejea nyumbani kwa muda mrefu. Pia alimjulisha mtuhumiwa kuwa alikuwa safarini kwenda nje ya nchi na kwamba alikuwa na uhusiano na wanaume tajiri, hivyo hawataonana tena na mtuhumiwa alipaswa kumlea binti yao peke yake. Hivyo basi, polisi walimwagiza mtuhumiwa kutoa taarifa mara kwa mara kuhusu maendeleo ya mke wake aliyepotea. Mnamo tarehe 16 Julai mwaka 2019, karibu miezi miwili baadaye, akiwa katika kituo cha polisi akiwasilisha taarifa, mtuhumiwa alihojiwa na afisa wa polisi wa upelelezi kuhusu ujumbe wa maandishi uliopatikana kwenye simu yake ambao walidaiwa kutumwa na mke wake kwa kutumia namba yake ya simu, lakini ulibainika umetumwa kutoka eneo lile lile kwa kutumia kifaa kile cha mawasiliano, kwa maana kwamba ilibainika kwa mtuhumiwa alijitumia mwenyewe ujumbe ule kwa simu ya mkewe ambayo alikuwa nayo mwenyewe. Baada ya kubanwa, mtuhumiwa aliamua kukiri kuwa alimuua mke wake mnamo tarehe 15 Mei mwaka 2019 akiwa ndani ya nyumba yao kwa kumpiga hadi kufa na mwili wake kupata majeraha makubwa. Akachukua shuka ile, akamfutika kwenye shuka, akamwacha ndani mle. Akatoka, akaenda akatafuta mkaa, gunia hizi mbili, akatafuta mafuta taa lita 5. Kule ndani kwenye banda kuu kulikuwa na shimo limechimbwa muda mrefu sana kwa kazi nyingine. Akaona hili linafaa kufanya shughuli zangu. Akangoja usiku ulipoingia kama kwenye saa 4, ndipo alipokusanya kwenye shuka zake ile shuka, na yeye akambulula, akapitia sitting room, akatokea jikoni, akatokea nje uani, akaingia banda la kuku. Akachukua mkaa akaweka chini ya shimo, akamtumbukiza. Akachukua mkaa mwingine akamimina juu kwa kauli yake mwenye mdomoni. Basi alipomaliza akawasha moto. Baada ya hapo aliuchukua mwili na kupeleka katika kibanda cha kuku na kufukia kwenye shimo lililokuwa limetayarishwa kwa ajili ya kutupa taka.
Kisha aliuchoma mwili kwa kutumia mkaa na vifaa vingine alivyokusanya kutoka ndani ya nyumba yao. Katika maelezo yake ya ungamo, mtuhumiwa alieleza jinsi alivyokusanya majivu na mabaki ya mifupa akayahifadhi kwenye gari lake aina ya Subaru Forester lenye namba za usajili T206 CEJ. Kisha akasafirisha hadi shamba lake lililopo katika kijiji cha Malogoro, wilaya ya Mkuranga, ambapo alizika mabaki haya kwenye shimo aliloliandaa na kupanda mti wa mgomba juu yake. Siku hiyo hiyo, tarehe 16 Julai mwaka 2019, mtuhumiwa aliwaongoza maafisa wa upelelezi na maafisa wengine hadi eneo la tukio pamoja na shamba lake huko Malogoro, ambako alizika mabaki ya mwili wa marehemu. Sampuli za vipimo vya vinasaba DNA zilichukuliwa na kuwasilishwa kwa mkemia mkuu wa serikali kwa uchunguzi. Hatimaye matokeo ya uchunguzi yalionyesha kuwa mabaki ya mifupa na meno yaliyopatikana ni ya binadamu, na mabaki ya madoa ya damu yaliyopatikana kwenye kingo za kitanda cha marehemu yalithibitisha kuwa ni ya jinsia ya kike. Aidha, mtuhumiwa alipelekwa mbele ya hakimu wa amani Bi Matrona Francis Luanda, ambapo alikiri tena kuwa alihusika na mauaji ya marehemu. Kutokana na hayo, mtuhumiwa alifikishwa mahakamani akikabiliwa na shtaka la mauaji ambalo anakabiliana nalo hivi sasa. Mbovu mteja wetu, kwa kweli tumepokea hukumu ya mahakama, na sisi kama mawakili tumeipokea, na tumeipokea kwa sababu amehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Tunasema kwamba zote ni haki, kuachiwa huru ni haki na kushtiwa hatiani ni haki pia. Alipohitajika kujibu shtaka lake mahakamani, mtuhumiwa alikana mashtaka, hali iliyosababisha upande wa mashtaka kuwasilisha mashahidi 14 pamoja na vielelezo 10 ili kuthibitisha kesi yao. Kwa upande wake, mtuhumiwa alijitetea mwenyewe bila kuwa na shahidi wa kumtetea wala vielelezo vya kuwasilisha mahakamani. Upande wa mashtaka uliwakilishwa na Yansinta Peter, Mwasiti Athumani na Ashura Msava Abdul. Wakati huo upande wa utetezi uliwakilishwa na mawakili waliobadilishana kwa nyakati tofauti, wakiwemo Muhammad Majaliwa, Zidadi Mikidadi, Fatuma Joakim Kamuli na Fatuma Abdul Adif. Hata hivyo, mnamo tarehe 12 Novemba mwaka 2024, mtuhumiwa aliomba mbele ya mahakama kuwafuatia mawakili wake maelezo ya kumwakilisha, na hivyo mahakama ikawaruhusu kuacha kesi hiyo. Baadaye mtuhumiwa aliwakilishwa na wakili Miss Hilda Joseph Moshi. Kuanza na hoja ya kwanza, swala linalozingatiwa ni ikiwa Naomi Orest Marijani amefariki dunia, na endapo jibu ni ndio, basi alikufa kwa kifo kisicho cha kawaida. Swala hili litashughulikiwa kwa kuzingatia upekee wake katika muktadha wa kesi hii, kwani mwili wa marehemu haukupatikana. Hivyo basi uchunguzi wa kitabibu haukufanyika ili kuthibitisha chanzo cha kifo, na hakuna shahidi yeyote upande wa mashtaka aliyeshuhudia kutendeka kwa uhalifu huu. Katika ushahidi na hoja zake za utetezi, mtuhumiwa alisisitiza kuwa mke wake hajafariki dunia kwa sababu ya kifo chake haijathibitishwa. Kwa upande wa mashtaka, hakuwakilisha ripoti ya uchunguzi wa kitabibu kuthibitisha hilo. Kabla ya kujibu hoja ya kwanza, napenda kujibu wasiwasi wake juu ya jambo hili. Kwa mujibu wa sheria, kosa la mauaji linaweza kuthibitishwa kwa ushahidi wa mazingira bila hata kuwasilishwa kwa ripoti za uchunguzi wa kitabibu au upatikanaji wa mwili wa marehemu. Kanuni hii inaelezwa katika kesi ya Matias Bundala dhidi ya Jamhuri, rufaa ya jinai 62 ya mwaka 2004. Mahakama ya rufaa haijaripotiwa, ambapo mahakama ilieleza yafuatayo: ni sharti la kisheria kuwa chanzo cha kifo lazima kithibitishwe katika kesi ya mauaji. Tunatambua kuwa kifo kinaweza kuthibitishwa kwa ushahidi wa mazingira hata bila kuwasilishwa kwa mwili wa mtu anayedaiwa kuwa amekufa. Hii ina maana kwamba kwa mujibu wa sheria ilivyo sasa, mauaji yanaweza kuthibitishwa kikamilifu bila kwanza kuthibitisha chanzo cha kifo. Kwa kuzingatia misingi ya kisheria iliyoainishwa katika mamlaka zilizonukuliwa hapo juu, ni dhahiri kuwa kosa la mauaji linaweza kuthibitishwa hata bila upatikanaji wa mwili wa marehemu. Ni muhimu kusisitiza kwamba ripoti ya uchunguzi wa kitabibu na mwili wa marehemu ni sharti la kuthibitisha mauaji. Kuna athari mbili kubwa katika mfumo wa haki ya jinai. Kwanza, kitendo cha kumuua mtu na kuharibu mwili wake kingetoa kinga kamili kwa wauaji na kuwafanya wasishtakiwe wala kuadhibiwa. Pili,
kesi nyingi za mauaji zingebaki bila kutatuliwa kutokana na mbinu za kuficha ushahidi. Hivyo basi, hoja za upande wa utetezi hazina msingi wa kisheria. Kuhusu hoja ya kwanza iliyowekwa mezani, ushahidi wa Salama Haji Jecha, afisa wa polisi mstaafu, pamoja na E7870D mkwaju Sajini au Difas ulionyesha kwa mtuhumiwa aliripoti katika vituo vya polisi kuhusu kupotea kwa mke wake Naomi Oris Marijani. Ripoti kama hiyo pia ilitolewa kwa Robert Richard Mchome ambaye ni mjomba wa Naomi. Katika vituo vya polisi, mtuhumiwa alipewa kumbukumbu ya kesi RB namba 234/19 na jalada la kesi KGD RB 38/87 lenye kumbukumbu ya uchunguzi IR namba KGD IR 37/17/2019. Kwa mujibu wa ushahidi wa PW5, wakati wa kuhojiwa kuhusu kupotea kwa mke wake, mtuhumiwa alikiri kuwa alimuua. Vile vile Adetas Respicious PW4, mpwa wa mtuhumiwa, alieleza kwa mtuhumiwa alikiri mbele ya mwenyekiti wa mtaa, kiongozi wa nyumba 10 na maafisa wa polisi kuwa alimuua mke wake na kumchoma moto kwa kutumia magunia mawili ya mkaa. Zaidi ya hayo, PW5 Inspector William Christopher, PW8 Kitwana Juma Mkwena, PW10 A Inspector George, PW13 F5818 D SGT Samuel na PW14 XE1141 D SGT Mkombozi walishuhudia mabaki ya mwili wa marehemu ambayo yaliteketezwa na kubaki majivu. Aidha, kwa mujibu wa ushahidi wa PW10 PF F22 na 59A Inspector George alikusanya sampuli za damu kutoka chumbani kwa marehemu na mabaki ya mifupa na meno kutoka shamba la Morogoro. Kwa mujibu wa kielelezo PE7, ripoti za mkemia mkuu wa serikali, sampuli hizo zilithibitisha kuwa ni za jinsia ya kike. Kuhusu utambulisho wa mwili huo, mtuhumiwa katika maelezo yake ya onyo ambayo yatajadiliwa kwa kina baadaye, alikiri kuwa mabaki hayo yalikuwa ya mke wake. Alisema mwili wa Naomi uliteketezwa kabisa kwa majivu na yeye mwenyewe ndiye aliyewaelekeza maafisa wa uchunguzi